mpaka 55. Leo nimekuja na ujumbe na wewe. Unajua kuna watu wengi sana sasa hivi ni wagonjwa bila ya kujijua kwamba wao ni wagonjwa. Wana matatizo bila ya kujua kwamba wao wana matatizo. Na hii ni kukosa elimu ya maarifa, elimu ambayo ni ya kina mno katika kila mmoja. Unajua leo ukipita mitandaoni utakuta mitandao mingi sana wanaelezea kuhusiana na habari za nguvu za kiume. Nguvu za kiume. Na wewe unakuja kuamini kwamba huna nguvu za kiume. Wewe unakuja kuamini kwamba kuhusiana na nguvu za kiume pengine umekwisha kata tamaa kulingana na dawa nyingi ambazo umekwenda kutumia na umekwisha kutumia kwa kuaminishwa kwamba kuna ugonjwa wa nguvu za kiume. Mimi nataka nikuambie kwamba sogea hapa nikuelekeze kitu. Kwanza, ondoa fikra ya kwamba kuna ugonjwa unaoitwa nguvu za kiume. Hakuna ugonjwa unaoitwa nguvu za kiume. Na kama kungekuwa kuna ugonjwa wa nguvu za kiume, maana yake mahospitalini yale makubwa makubwa wangeweka vipimo vya kwenda kumpima mwanaume ambaye ana udhaifu katika tendo la ndoa. Wangeweka maandalizi ya kumjua yule ambaye ana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume au katika tendo la ndoa. Sasa basi, kuna maradhi 7 ambayo jopo la madaktari wamekaa wakafikiria namna gani linavyoathiri wanadamu, na baadhi yao kuwapelekea vifo, wengine kuwaacha na maradhi ya stroke, wengine kuparalyze, wengine sukari, wengine vidonda vya tumbo, wengine kukosa nguvu mwilini, wengine matatizo ya tezi dume, wengine mfumo wa chakula, na wengineo kukosa hata hamu ya tendo la ndoa. Hivi vitu vinatokana na mambo 7. Katika hayo mambo 7, kama mtu atakuwa nayo, ndugu yangu, ni lazima wewe utakwenda baadhi ya sehemu